Événement yenye inakuaga ni rare sana ikuwe événement. Alors pourquoi ni siku ikufurahi? Pourquoi tusisapoti ba artiste? Tunapasha kuba support mwe ba artiste. Alors kitu nzee kaambia ba fan wetu nao bako na ile upendo na ba artiste. Bako na ile ya Mungu, acha kubakia kunyumba, unabakia tu una enjoy ku TikTok, una profiter msanii. Msanii una profiter atie mwimbo ku YouTube, wewe enjoy kama uko na maba stress na mpenzi wako uone usitoe stress na ile mwimbo kisha unashinda kwa mkonsera msanii umuchange ile kidogo. Inakuwa sio bien. Ile sio upendo. Kama uko fana unayao huyu msanii alitoa nyimbo fulani na hii nyimbo ilinitoa stress, hii nyimbo yake inanifurahishaga, nikikuwa na problem na bibi yangu na mtumiaga hii nyimbo na bibi yangu tunarudishana, kuya sababu ile artiste anafaa concert unakuwa unamsupport, unachanga ile mchango wako kama ni ya 5000 kama ni ya 10000. C'est ça, ndio kitu ya maana sana. Afu kuhusu nani wa diaspora wa vacances, unawaambia nini kuhusu ita wa vacances wote wakuye mu evenement, bakuye basiogope. Tuko besoin ba vacancier hata kama tulimba nyimbo ba vacancier tulimba juu ba vacancier baache ma désordre na bakikia mu concert déjà unakuta kabisa ma désordre na wapandishe bei ya kutongoza ovyo kutongoza watoto wa nyumbani. Mimi nilikuwa na swali moja Mr. Champagne, nilikuwa napenda nikuulize. Yaani wewe ni mtu ambaye upo karibu sana na Big Fizzo kwa mfano. Sasa Big Fizzo tunajua kama kwa mfano bema kweli. Sasa Big Fizzo tunajua kuwa mmoja kati ya wazaliwa wa mkoa wa Makamba. Okay. Sasa kwa nini Big Fizzo hapendi sana kwenda kupiga show kule? Inatokana na nini? Wewe kama mtu ambaye ulize question ya Fizzo. Hiyo question ya kumuuliza Farias. Hiyo question sio yangu ni Farias. Je, hapo kwanza uko na mpango wa kutoa collabo mu 2020 na Farias? 2022. Ni surprise. Ni surprise. Afu kuhusu jalousie ya wasanii kwa kutosupport kazi za mwingine, unawaambia nini? Tuache hata hii tamasha ya festival. Ni akili mbovu. Ni akili mbovu. Na nani Mr. Champagne, nusu ya mwaka imeisha. Hivi tunaingia sijui mwingine nani ya mwaka. Kitu gani ambacho hujakipata ulichokuwa unakitegemea kukipata mwaka haujakipata kwa hii nusu ya mwaka unategemea kukipata nani? Mwaka yakuja. Mwaka inakuja kenye siyapata ni collabo ya mimi na Diamond. Na niko na iprepare parce que nilisema 2022 itaisha. Tutafanya collabo naye. Nimesema ndio processus tuko mwayo. Sio nakwambia siyaipata. Ndio niko usioni niambia question hivi niingia vinili uyapata. Sio sinulizi. Sasa vile siyapata ndio mimi niwakimbizana. Nikakimbizana navyo. Oui. Akisa kuna tatizo mbona kwa najuaza sana na swali najuaza. Kwa nini Mr. Champagne alipiga anasema marufuku wasanii kama wote kwa kusaini sana mikataba mingi? Je, kuna hakika amefinya kule pembeni au finya nini? Kakitu fulani hivi kusema msaidie pale. Unajua binadamu tunawazaga shetani kuliko kuliwaza Mungu. Ndio. Sawa, Mungu ndiye alikuumba. Mungu ndiye aliumba shetani. Ndio. Unaelewa? Alors tusikwe na tiamu kichwa kwamba kupata ni kupitia shetani. Kupata ni kupitia Mungu. Unaelewa? Ndio. Na ukiwazaga vitu ya dawa mu akili yako, maisha hautaendeleaga. Hautasonga mbele. Kila kitu kiko na muda wake na kila kitu kina wakati wake. Unaona mimi niko mtu wa social media sana. Unaelewa ya? Na kuna vitu mimi nafanyaga, kuna mtu anaweza kaniona anasema huyu ni msazi, ni pumbafu, ni lofa, comedian, unasikia? Lakini ndio wenye watu wanataka. Unaelewa? Parce que unaweza kusema niko huyu ni pumbafu, anafanya vya bila maana. Lakini vile alifanya vikapata commentaire 500. Na ndio wenye kampuni na zinataka. Kampuni iko na besoin ya visibilité. Kampuni iko na besoin ya ba client. Ba client bataonekana kupitia promotion. Ile promotion inatokea wapi? Inatokea kwa msanii. Na ule msanii ni nani? Ni ule msanii ambaye anakuwa anafuatiwa na watu sana. Na vingine kitu usisahau kama mu maisha ni kucreate. Kuko kampuni, kunaweza kuwa boss wa kampuni mwenye ajui mkichwa chake kama msanii anaweza akafanya promotion ya vitu vyake. Unaweza kumuaffronter na unaongea naye na unamuonesha avantage ya hicho kitu. Kama kuna msanii wowote ule ambaye iko na ile possibility na yeye ya kujua gisi anaweza ka promote ma kampuni, basi kwa nasubiri baba contacter.
Ya kipindi unafanya live na Big Fizzo pamoja na Kibazon Kiza, kuna mafanzi walimuulizia Big Fizzo kwa nini hausaini mikataba sana, na wengine hapa tunaona wanazidi kusaini muda kwa muda, mara kwa mara. Unaona Big Fizzo akasema hivi, yani wale mnaowaona wanasaini muda kwa muda, mara kwa mara, yani wale wakipewa sijui 50,000 wanakubali, ila mimi kunipata sio kusema hivi na hivi nini na nini. Nataka nipige picha pale kwa mbali, si ndio maposte mtafunga. Kwa mbali wote wanaonekana makamera wote, unavijua Sasa Big Fizzo akasema hivi, akajibu kwa kusema hivi, mimi kama Big Fizzo nina jina langu, siwezi kuitwa na kampuni yoyote alafu nanipa sijui elfu ngapi sijui mara ngapi hivi alafu nikubali kusaini mkataba. Ila wengine mnaowaona wanasaini sijui wanapewa sijui elfu ngapi kama hivyo. Wewe kwako wewe inakuwaje? Upo kwa wale wasanii ambao wakipewa 50,000 wanakubali ama ipoje? Okay. Kusio swali naweza kukuambia kwamba kusinya mikataba na makampuni inatokanaga na kila msanii kuna siri ya kazi yake. Unaelewa ya. Na gisi Big Fizzo alisema unajua ukubwa wa Fariaz. Ndio. Fariaz mimi sina ile ukubwa kwanza wa Fariaz ujuzi. Fariaz ni msanii mkubwa sana ndio maana unaamini namuitaka legend. Ashafanya vitu vingi sana na yeye ni kama gisi pekee anasemaka yeye ni dereva wa muziki ya Burundi. Unanisikia? Sasa unajua fasi ambapo unaweza kaniweka mie na ukaweka Fariaz, mimi na yeye tuko na tofauti kubwa sana. Unanielewa? Afu experience Fariaz iko nayo. Sawa. Maongezi yeye anaweza kaongea na kampuni yoyote, sio maongezi mimi naweza kaongea na kampuni yoyote. Na kwanza mie presence yangu kwa kampuni na presence ya Fariaz, directement kuna tofauti. Unasikia? Kisha kashe yangu mie na kashe ya Fariaz hatuna kashe moja. Fariaz iko na kashe kubwa kunizidia mimi. Sawa? Umeshanielewa lakini. Okay. Kuna picha ambayo imezagaa sana. Unasema kama ni babako mzazi wakati ulikuwa Kongo. Watu wengi walikuwa na mashaka sana kuhusu ile picha. Maana matesho sasa. Ile picha sasa watu wengi wanataka kujua kama ndio kama ile ni baba mzazi haswa. Sasa mimi naandika nini? Wewe uliandika ile baba yako. Niandika sawa, ndio kitu nimeandika. Lakini kuna watu wengi wana mashaka sana. Kwa sababu wewe huo unasema jua ule ni mwekunda sana, mimi niko mweusi. Na wewe una ndevu nyingi. Yeye ana ndevu. Sema ule ni mzee. Basi wanakata ndevu. Sasa wewe fika kwanza kwa question yako huko ni nani huko naenda. Wewe fika kunyuko ataenda nikusikia afu nikujibu. Ndio. Kuna watu wengi wamefanya najifikiri hivi na nimesoma comment nyingi wakisema sasa kwani Mr. Champagne wanasema eti ni Mrundi. Lakini leo tunaona babake ni Mkongomani na mtoto anapaswa chukua kabila ya babake mzazi. Sasa Mr. Champagne hapo sasa tuna mashaka fulani. Nikuulize swali. Ndio. Obama ni Muamerika au ni Mkenya? Obama ni Mkenya. Ni Mkenya, sio Muamerika. Hapana. Uko sio? Lakini iko na uraia wa Amerika. Mimi niko na uraia wa Burundi. Nasi. Kwa swali lingine, Nipenda kuambia mafanzi kuhusu hii nani hii tamasha festival ya Independence. Niwaambiwa nani bafanzi? Nishaongea siniambia bafana bakuye waache munafiki. Haiwezekane fana ukishasikia artiste wa nje alikuya, njoo upanike uweke franga ukioko ifelema. Paka uibe hela. Hata artiste wa hapa kunyumba uende na ukienda uende na ile ideolojia ya kusema naenda support. Unaelewa? Bafana kama mnakuja kwa evenema mkuye na ideolojia ya kusema naenda support. Wanifuata bien. Haiwezekane uko fane mnaishi hapa Bujumbura, ushindwe kuya kwa evenema na kuko mkongomani mwanavuka barabara anatoka Uvira anakuya hapa juu evenema kisha wewe uko fana wa hapa Burundi unashindwa kuya kwa evenema uko mkichwa huko mpumbafu hauna akili sawa na ni hypocrite na uko na njaa. Merci. Tukushukuru sana. Merci beaucoup.